Karibu katika The Gear. Bwana, iko hivi, katika watengenezaji wa magari wametengeneza magari aina tofauti tofauti. Lengo la kutengeneza magari tofauti tofauti ni kuangalia test ya kila mtu. Kila gari lina testi tofauti. Yapo baadhi ambayo yanafanana kidogo, lakini kila gari linakuwa na sifa yake ya kipekee inayosababisha mpaka mtu aamue kufanya maamuzi ya kununua gari fulani na kuacha gari fulani. Unaweza kukuta kuna brands tofauti tofauti na kila brands inakuwa ina chaguo lake. Kwa mfano, hapa nimesimama na Mercedes Benz. Mercedes Benz wenyewe wamejiwekea kwamba ni brandi ambayo ni classic. Yes, unapokuwa na Mercedes Benz kama hii unakuta lengo lako hasa ni kuonekana mtu fulani classic. Unaweza kukuta kuna gari ambazo special zimetengenezwa kwa ajili ya off-road. Kuna gari ambazo zimetengenezwa special kwa ajili ya let's say matumizi ya kushindana, mashindano, speed, performance. Sasa leo katika The Gear nimewaandalia moja kati ya gari ambayo ni unique lakini nipendwa sana, ambapo hata mimi naipenda. Yes, cha kwanza hicho katika The Gear nimewaandalia, lakini cha pili nimewaandalia collection ya watu wenye magari mengi sana duniani. Kuna mtu anamiliki collection ya gari zaidi ya 1000. Yaani mtu mmoja anamiliki collection ya gari zaidi ya 1000. Jiulize ataweza lini kuziendesha gari zote hizo, na lini anaweza kupata nafasi ya even kuzitembelea gari zake zote. Gari 1000 na zaidi, yupo mwingine zaidi anaendesha au anamiliki gari zaidi ya hizo 1000. Hii inaitwa The Gear. Karibu katika show. Mercedes Benz moja kati ya brands ambayo mimi naipenda sana, lakini kuna kopo na magari tofauti tofauti. Ukiachana na Mercedes Benz, hii ni moja kati ya gari ambayo naipenda sana na inanipa historia kubwa sana, kwa sababu mwaka 2015 nishawahi kuaga na Volvo XC90. Yes, Volvo ni gari ambayo yenyewe imejiwekea sifa ya kuwa gari yenye kujali zaidi usalama wa abiria wake. Volvo, it's the safest car in the world. Sasa leo nimekutana na rafiki yangu mmoja, nikasema ngoja tuanze kupiga story kwa pamoja kuhusiana na Volvo, kwa sababu ni gari ambayo tumekutana wote wawili tunaipenda. Steve, karibu katika show yetu ya The Gear bwana. Nashukuru sana. Nashukuru mpata nafasi kuongelea Volvo. Yeah, hii ni Volvo gani kwanza? Hii ni Volvo X90 second generation ambayo inaanza 2016 mpaka 2020. First generation inaanza mwaka gani 2002 mpaka 2014. Na X90 toleo la kwanza ndo hilo 2002 mpaka 2014. Na kabla ya hapo kuanzia 2002 mpaka 2014 wamekuwa wakibadilisha muonekano, ama kuna vitu wana upgrade kwa kila baada ya mwaka? Hapana, kwenye hii Volvo X90 zimebadilika body kit tu, lakini engine ilikuja na silinda 6 na silinda 5, diesel version na petrol, lakini ilikuwa sawa, hawakubadili chochote. Body wanabadilisha taa nini? Walibadilisha kidogo, waliongeza LED na body kit. Na Volvo mimi naonaga kuna Volvo XC90, XC60 na Volvo gani ambazo na XC40 naziona, si ndio? Wana sedan ambayo ni versions ambazo zamani walikuwa watengenezi CUV. X90 ndo first version ya CUV kwa Volvo. Kwa hiyo ambazo ziko hapa mjini hasa kuna mostly ni Volvo XC60. Hii ni CUV, medium CUV ambayo ni ndogo kidogo ya hii ambayo inaanza 2010 mpaka 2014 first generation. Second generation inaanza 2014 mpaka 17. Hizo ziko nyingi sana, ndo most of them ziko hapa Tanzania. Alafu kuna X90 ambayo ni 2002 mpaka 2014. Sasa hivi ndo zimeanza kuingia hizi second generation. Volvo sifa yao kubwa ni safetyness na nadhani watu wengi ambao wafahamu, ningependa pia wafahamu kwamba sifa kubwa ya Volvo ni safetyness. Kwa wanavyozidi kuboresha magari, je, sasa hivi unajua magari zamani ilikuwa imara sana, sasa hivi sidhani kama iko imara kama zamani. Volvo wao kwa sababu hiyo ndo brand yao wameitengeneza kwenye safety, bado body hata kama limeongezeka
body kit ina muonekano mzuri, lakini bati bado ni gumu. Structure ile frame ambayo inafanya gari iwe tough bado iko vile vile. Features zote za safety ziko vile vile, wamezidi kuboresha. Na zamani kulikuwa na complain, mimi nakumbuka kulikuwa na complain nyingi sana kuhusiana na gearbox za Volvo. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nikisafiri nje nikienda kununua labda engine za Volvo na gearbox. Yaani yule mtu wa nje unajua ananiambiaje? Ananiuzia engine, gearbox aniuzie. Nikimuuliza kwa nini, ananiambia gearbox huwezi. Kuna watu wana collect kutoka nchi fulani, wanazicollect zile gearbox, wanaenda kuziuza kwao. Kwa hiyo ni engine ina bei rahisi engine kuliko gearbox. Ndio, kuna gearbox inaitwa MPS6. Volvo walichukuliwa na Ford kuanzia mwaka 99 mpaka 2010. Kwa hiyo gari nyingi zilizotoka, Afona X60 ilitoka 2019 mpaka 2014, walitumia engine na gearbox ya Volvo. Sasa hiyo gearbox walioitumia kwenye T5 kwenye silinda 4 ilikuwa ni ya Kimarekani, inaitwa MPS6 DCT, ni dual clutch. Ilikuwa ndo first generation ya hizi new model gearbox, kwa hiyo bado wapo kwenye research. Kwa hiyo Volvo nadhani waliharakisha kuitumia ikiwa bado haijapata expertise wa kutosha. Kwa hiyo ni gearbox ambayo imekuwa inasumbua sana, ambayo ni Volvo kuanzia 2009 mpaka 14 kwenye ikiwa na engine ya 4 cylinder. Kwenye Volvo S60, kwenye S60, kwenye V40 bado gearbox ni hiyo hiyo. Same to Ford. Hiyo gearbox inasumbua pia kwenye Ford. Ford Ranger? Hapana, kwenye Ford Mondeo, Ford Mondeo, Ford Focus, Ford Fiesta zote zinatumia gearbox ya MPS6. Ni gearbox ambayo imesumbua sana. Land Rover pia walitumia nadhani kwenye Freelander 2. Kuna tatizo la leakage pia lilikuwa linasumbua katikati ya gearbox na engine. Kulikuwa kuna seal fulani kama bakuri ambayo originally ilikuwa haina spring kwenye ile seal katikati. Kwa hiyo imekuwa huku temperature za kwetu inawahi kupata joto, kwa hiyo inatanuka, inaanza kuleak, na hiyo ndo one of the weakness, kwa sababu ikileak haina sehemu inaonyesha oil imepungua. Hawakuwa wameweka dipstick wala oil level sensor ya kuonekana kwenye dashboard. Sasa kwa sababu ya operation yake, mtu anakuja kustuka tayari oil ishakuwa kidogo, gearbox imeshaumia. No, mimi nilikuwa naona niliwahi kusikia kwamba inawezekana eti walitengeneza engine yenye uwezo mkubwa afu gearbox yenye uwezo mdogo. Hapana, gearbox ni nzuri sana, lakini sasa hivi gari nyingi hata za kisasa, kwa mfano BMW wameadapt hiyo, lakini wameimprove. Wachina pia wana gari zao BYD, wana GWM zinatumia hiyo DCT, la wameimprove mechanism ya hiyo engine. It's too robotic, kwa hiyo ina mechanism ambayo kwa nchi za kwetu huku imekuwa changamoto sana na inahitaji high maintenance. Okay, Volvo, ukiwa na Volvo nini ambacho unapata? Yaani okay, ukiwa na Volvo wewe mtu anapita na Discovery pale, nini unamuonea huruma? Anakosa nini yule? Flexibility ya gari ni nzito, alafu pia pulling ya gari ni nzuri, alafu unakuwa na uhakika na safari kwa sababu suspension yao, design ya suspension iko very strong. Kwa hata ukipata ajali, ukipiga shimo, kuna way unaweza usisikie ndani, kwa sababu wanasema ile moment ya suspension yao design was the superb. Na hizi zilizopo sasa hivi models zilizotoka hazijaanza kuwa na changamoto bado? Kuanzia 2014 Volvo iliuzwa kwa Mchina ambaye anaitwa Jill kuanzia 2010, lakini baada ya Ford kuona matatizo ya Ford yalivyotokea kwenye Volvo, wakamwambia sasa hivi design zote zitaendelea kufanywa Scandinavia na Volvo. Kwa hiyo design mpya wameadapt gearbox ya Kijapani ambayo it's very durable, Aisin, ambayo haina shida, yani you can drive even 500 kilometers bila shida, ambayo ndio walikuwa wakitumia zamani. Sasa wakaingia kwa Ford, nadhani zile ziliwasumbua. Okay, swala la price zake zimechangamka kidogo. Kwa hizi new model imechangamka, lakini ukikompare na hizi brand kubwa bado wao wako a bit cheaper ukilinganisha value for money, kwa sababu gari hii kwa quality ilionayo ingekuwa kwenye Land Rover ingekuwa maybe double. X90 ile ambayo ni version ya hii ya kwanza, zinasifika kuwa very durable. Zimeanza 2003, ziko barabarani mpaka leo
mfano kama ile ya kwako. Wengi wanaziacha kwa sababu labda wameamua tu ku-update, lakini ile engine ambayo ni 5 cylinder, tatizo ni gearbox tu, lakini hamna tatizo. Lakini ile pia gearbox yake is very cheap. Ukiamua kubadilisha gearbox nyingine bado una survive. Space pia, gari ina space sana. Gari ina space pia muziki, mimi nakubali sana muziki. Wanatumia Weekings na baadhi ya gari kama hizi zimekuja na Harman Kardon, lakini Weekings wameonekana pia wana sound nzuri. Haihitaji mtu Harman Kardon wana balaa sana. Unajua Harman Kardon ndo ameweka hadi system kwenye hizi Range Rover Sports new model hizi. Range Rover nyingi sana new model sasa hivi wamechukua Harman Kardon. Nilikuwa namsikiza expert mmoja akiwa anasema Weekings they are best. Kuna aina ya muziki ambao kuna aina ya watu bado wanapenda Weekings, kuna watu wanapenda Harman Kardon. Kwa hiyo hata hizo Volvo bado wanatoa version zote mbili. Ikiwa T5 nyingine inakuja na Weekings, ikiwa T6 inakuja na Harman Kardon. Hii ni mwaka gani ulisema? Hii ni 2016 to 2020 ambayo ni 2017 model. Okay. Sasa hivi version ya mwisho kabisa mwaka gani wametoa? They have even 2025. Baada ya kuanzia 2000 version, sasa hivi kwa kuja magari ya umeme kuna version, kila gari inakuja na version mbili. Hii ni XC90, kuna EX. Ikiwa EX inakuwa electric, ikiwa XC90 inaendelea kuwa hybrid au full petrol au diesel. Kwa hiyo wana gari X90 ipo mpaka 2025. Soko kubwa la Volvo ni nchi gani? Ukiachana na kwao Scandinavia. Mimi nimeziona sana China, nimeziona sana Singapore, Uingereza pia. Wamekuwa wakifanya vizuri Ulaya. Kwa mfano kama hii X90 imepata tuzo nyingi sana. Wanasema it's one of the best SUV kwenye hii miaka ya karibuni. Wamepata tuzo I think 5 years straight. Kwa hiyo competitor wake wamekuwa kwenye durability wanachemsha. Sababu yenyewe imekuwa luxury and it's very durable. Vyote kwa pamoja. Ambayo BMW wamekuwa wakiinvest sana kwenye performance, wanasahau kwamba durability ndio maana nyingi zimekuwa zinatusumbua. Niliona video moja rafiki yangu BMW jamaa anaelezea kama hivi garage anatengeneza BMW ya mwaka 2025 rafiki yangu. Hiyo ni kweli kwa sababu wao wanachokiangalia kikubwa ni kuimprove gari iwe na performance, mengine it's your own problem. Sasa kwa mfano kama Volvo kama hii engine wameweka 2.0, zinakuja za turbo moja na twin turbo, lakini zimeperform vizuri kwa kweli, kwa sababu sasa hivi ukitafuta Japan unakuta na kilomita 2.5 na iko kwenye mint condition, kitu ambacho huwezi kuitafuta X5 au X6 na kilomita 2.5 ikawa bado ina value ya kuuzwa sokoni, labda za kurudisha nyuma. Labda urudishe nyuma. Yes. Hii kwa ndani ukiangalia ni nzuri, iko very simple na ni nzuri. Nataka nijue ina vitu gani hapa vya tofauti kidogo, ama ina vitu gani katika hii gari tofauti na vingine? Kwanza hii gari ni 2.0 engine. Above that wamekuongezea eco driving mode ambayo hii ina uwezo wa kushut down engine automatic kama hautembei, gari iko kwenye foreni. Hii inakusaidia kupunguza consumption ya mafuta. Na hiyo ni features kubwa sana kwenye teknolojia ya sasa, kwa sababu watu wengi wanaangalia kusave emission na mafuta. Alafu pia hii ina sehemu ya parking in, parking out. Hii kwenye zile parallel parking kama Mlimani City unaweza ukaiset gari ikakusaidia kupaki yenyewe. Inaangalia parking lots alafu ina park. Kwa hiyo kwa watu ambao sio madereva wazuri, this is one of the feature. Alafu feature nyingine kwenye hii gari, charge simu, naona simu umeweka ina wireless charge kwa ajili ya simu. Ukiweka hapa simu yako inakuwa ina charge na ni fast charging. Hii inakuja na Volvo hizi new model. Alafu pia ina private locking. Hii private locking inakusaidia kufunga hii groove box na trunk. Kama unamwachia mtu gari utaki aangalie vitu vyako, kwa mfano kama hapo imeweka password kwamba hii groove box mtu mwingine hawezi kuifungua, kama nimeacha gari garage, na buti pia haiwezi kufunguka mpaka nitakapoingiza password. Ambayo hii lengo ni nini? Lengo ni kuweka security kwenye, muda mwingine tunapeleka magari garage, una document zako confidential, mwingine unamwazima mtu gari utaki aone baadhi ya vitu vyako. Kwa hiyo this is one of the good security features ambayo ni kamera. Hii inakuwa na
wanaita 3D camera ambayo inaona gari kwenye pande zote, mbele, pembe za pembeni na nyuma. Hii 360. Yeah, ni 360 camera. Yeah. Kwa hiyo hii ni features zinakuja na gari nyingi za kisasa ambayo kwenye hii Volvo pia ipo. Alafu ina kitu kinaitwa lane support au lane control. Hii lane aid, kwamba ukiwa una drive kwenye highway ambako lane zimechorwa, umesinzia au umehama kwenye track, gari itakurudisha, itakualert, then steering itarudi kwenye lane ambayo ulitakiwa udrive. Kwa hiyo hii ni nzuri kwa sababu ya za usalama, huwezi kuhit gari zilizo pembeni yako. Alafu ina kitu kinaitwa distance alert. Pale unapo drive hii gari ina automatic end brake, hauhitaji kuengage end brake unapokuwa umesimama. Yenyewe ikisense obstacle itasimama. Pale utapokanyaga mafuta, kama hamna obstacle, gari itaendelea kumove. Kwa hiyo ni features ambazo zinasaidia uwezi kwa bahati mbaya kugonga gari iliyoko mbele yako. Kuna cruise control. Hii cruise control ni kwa ajili kwenye highway, unataka kusafiri bila ukanyaga mafuta, unaweza ukatumia hizi button. Ukiengage cruise control, unaweza kuendeshea kupitia hii button iliyopo kwenye steering hapa. Kwa hiyo unaweza ukaset speed unayotaka, kama ni 50 ili usiexceed, then unaiacha gari inaendelea yenyewe. Pia ina kitu kinaitwa road sign information, kwamba kuna sehemu ukipiga bumps yenyewe ina detect kwamba hii ni line, ni barabara ambayo unatakiwa utembee speed ya 50, itakuwa alert kwamba usiexceed 50. Kuna aina za bumps ukizipanda inakwambia usiexceed. Hii auto start ndio hiyo ya kustart na kustop engine. Na AC nyuma paka mbele kama ina AC na row 3. Wa nyuma kabisa third row na control AC yake. Nyuma pia kuna dio vent za kucontrol hapa, na mtu pia akiwa kule anaweza kucontrol. Kwa hiyo sound iliyopo kwenye hii gari, it's one of the best sounds. Sound bwana, hilo sala la hatari sana. Gari ukinunua. Hii ni nini? Hii ndo start switch. Hapa umezima. Oh, namna ya kuzima ndo hivyo. Hapo umewasha. Kwa mtu unaweza kumpa na asijue. Yeah, some of them mpaka uwaonyeshe kwa sababu haipo kama walivyozoea. Kama ilivyokuwa. Lakini hatari kwa mtoto hii. This is one of the best CUV in the market. Sivu, hii utaratibu wa kuweka mounting za juu kama za Freelander 2 wanaendelea nao hapa wanaendelea. Freelander 2 umekuwa ukiboresha vibrations za kuna mounting chini na mounting ya juu, kwamba ukipiga shimo engine bado inakuwa ina suspension. Walitengeneza Volvo nasikia zimetengenezwa ukipata ajali engine ikimbilie chini isije kifuani. Ni kweli? Of course wana kifua nyuma ya ile subframe, kuna mounting ambazo in case umepata umegonga, zile zikivunjika engine itashuka chini, haiwezi kupush kwenye dashboard. Pia they have one of the strongest flame iliyoko mbele, ambayo unaweza ukapata ajali usifikie radiator. Okay. Wameiprotect sana radiator yao mbele. Na hapa kuna nini? Hiyo ni lock tu. Hii ni auxiliary battery. Inayo inatumia auxiliary battery. Kwa ajili ya start stop function. Aha. Na memory ndogo za gari. Yeah, memory ndogo, peripheral load za gari. Okay. It is one of the best headlights in the market. They call it Hammer lights. You can see it's designed by Volvo. Ina daylight. Ina day running light kama kawaida. Kama kawaida. Okay. Ona hapa kuna vacuum. Hii vacuum ya brake au? Yeah, wamerudi kwenye mechanical vacuum kwa sababu ona hata water pump kama ya umeme kama za kawaida. Wameweka water pump ya umeme, lakini mechanical vacuum it's the best kwa sababu umeme ukipata tatizo bado you can still have the braking system. Bana, shukrani sana Steve, Engineer Steve kwa kuja katika The Gear. Nashukuru sana. Leo umenisurprise, lakini umekutana na kitu ambacho nakipenda, akasema ngoja tuwaletee wenzetu bwana. Tunawashauri watu wanunue Volvo bwana. Wanunue Volvo za kutosha. Wanunue side spares zipo. Stress. Garage zipo, mafundi tunao wazuri, kwa hiyo waache mambo yao, matatizo yao mengine haya.
Ndinga, bwana, bado tupo katika story yetu ya kuweza kureview watu wanaomiliki collection ya magari mengi sana ya kifahari. Mara ya mwisho tuliishia kwa Cristiano Ronaldo. Sasa tunaendelea. Leo tuko na David Beckham, anamiliki collection ya zaidi ya magari 20. Gari yake ya kwanza kabla ya magari yote hayo ya kifahari ilikuwa ni Volkswagen Golf, gari ambayo haiwezi kusaulika kichwani mwake. Ni Golf hizi ambazo tumezoea sisi na hizi za kawaida, lakini ni gari ambayo kabla hajawa star ndio gari ambayo alikuwa anavimba nayo. Sasa baada ya kuwa star, jamaa akaanza kuvuta vyuma vya hatari. Akavuta Porsche 911 Carrera, akavuta tena Porsche 911 Turbo, alafu akavuta gari nyingine tena Porsche 911 non turbo, Jaguar XJ, Ferrari 360 Spider, 550 Maranello na 612 Ferrari. Gari zote hizo zilikipelekea collection ya zaidi ya gari 20 kali. Sasa kuna mdada mmoja hivi anaitwa Supercar Blonde. Huyo dada bwana anafanya kazi ya kureview magari mbalimbali makali duniani. Sometimes gari ambayo hata bado hajaanza kuuzwa, yeye anaitwa kwa ajili ya kureview gari ile. Ana zaidi ya collection ya magari 25. Ana Mercedes Benz G800 Brabus, ana Rolls Royce Wraith Black Beige, ana McLaren 720S, ana Rolls Royce Spectre ile ya umeme. Yes, Rolls Royce nao walitoa toleo moja wapo la magari yanayotumia mfumo wa umeme. Ana Cybertruck, ana Bugatti mbili kali, Chiron na Veyron. Mwanamuziki Elton John naye ana collection kali 26. Sasa collection ya Elton John, yeye ni old school zaidi. Hii jamaa ana mwaka 1959 Bentley S1 Continental. Bwana, hii gari aliuza kwenye mnada, aliuza kwa bei ghali sana. Unajua hizi gari za zamani zinaitwa vintage. Sometimes unaweza kuziuza bei ghali sana na usishangae kuambiwa gari hii iliuzwa zaidi ya euro 200,000. Yes, euro 200,000 ni sawa na zaidi ya milioni 550. Old school moja, very expensive. Ana old school nyingine inaitwa Jaguar E-Type ya mwaka 1965. Mwaka 1985 Aston Martin V8 kama ile ya James Bond. Yes, ile kama ya kwenye 007 aliyoitumia James Bond. Shaquille O'Neal. Yes, Shaquille O'Neal bwana ana collection ya gari 30. Yes, jamaa ana gari nyingi sana za kifahari. Ana Bentley 3 ambazo ni kali sana. Ana Mercedes Benz S550 convertible long base. Yes, yeye kama nilivyosema awali ni mrefu, ni zaidi ya futi 7. Sasa brother inabidi awe na gari yake maalum ambayo yeye hatatosha, ndio inaitwa long base, ambayo imeongezwa urefu wake. Tofauti na hizi gari za kawaida, gari hizi zinakuwa zimeongezwa kwa ajili yake yeye. Lamborghini Gallardo anayo, nayo imeongezwa kama kawaida. Ana gari nyingi sana. Shaquille O'Neal ana vituko sana. Ana gari moja inaitwa Polaris Screenshot. Hii gari ni ya mwaka 2017. Kwa kweli ni muundo wa pekee. Ukipita barabarani watu watashangaa kuona hii ni aina gani ya gari, lakini Shaquille O'Neal anamiliki gari hiyo. Richard Hammond, bana, huu jamaa yule wa Top Gear. Huu jamaa ameninspire mpaka leo hii unanisikia mimi nakupa vitu kama hivi. Jamaa ana collection ya gari zaidi ya 45. Sijui na mimi nikiendelea kufanya kazi hii na mimi nitakuwa na collection ya magari zaidi ya hayo. Sasa jamaa magari yake ameyacategory, yani watu ambao wameandika wameyacategory katika sehemu tofauti tofauti. Ana classic, ana sport na pia ana SUV. Ana classic manake zile gari za zamani, mwaka 1929 Ford Model A, na mwaka 1962 Jaguar E-Type, mwaka 1968 Ford Mustang GT. Hizo zote ziko kwenye klasi ya classic. Tukija kwenye gari za sports, jamaa ana Porsche 911 GTS convertible, ana Porsche 911, ana Porsche 911 GT3. Tukija kwenye SUV, brother ana Range Rover kama zote, sababu huyu ni mtu kutoka Uingereza, kwa hiyo lazima awakilishwe na vitu kutoka nyumbani. Nicolas Cage
mimi binafsi ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana movie zake, ni best actor, na kuna kipindi bwana alishuka sana kwa movie na nilifuatilia story yake. Inawezekana ilikuwa ni masuala ya kikodi, alikuwa anafanya kitu kinachoitwa overspending, yani unatumia zaidi ya hela ambazo unazo, lakini pia baadaye akaanza kutengeneza movie low budget na kupunguza mashabiki wengi sana na kupelekea anguko lake katika movie, lakini karudi sasa hivi yuko vizuri tena. Jamaa ana collection ya gari zaidi ya 60, ana Lamborghini Diablo, ana Lamborghini Miura. Hii gari ilikuwa ya kwanza kushinda kwa uzuri. Unajua zamani Ferrari ndo alikuwa anatisha sana kwenye masuala ya magari makali. Sasa Lamborghini hii Miura yenyewe ilikuja kivyake. Ilikuja na taa fulani hivi kama zina kope hivi. Wale wa dada zangu wanajua maana eye lashes. Taa fulani ambazo zilidesainiwa kwa kipekee na kufanya gari hii iwe ya kwanza kwa upande wa Lamborghini katika uzuri, na kutoka hapo ndo Lamborghini nao wakaanza kushika chart kwa magari mazuri. Jay Leno, huyu bwana ni YouTuber, ana collection ya zaidi ya gari 200. Pamoja na kwamba ni YouTuber, pia ana TV show kama hii unayoiangalia, ana documentary series. Yote haya ni kwa ajili ya kureview magari. Ana vitu vingi sana, ni influencer ambaye kwenye sekta ya magari huwezi kumsahau. Lakini huyu ana sifa moja ya kipekee tofauti na ma-influencer wote. Huyu ndio mtu pekee ambaye alipata nafasi ya kupewa gari ya State House ya Marekani, gari inayomwendesha rais, kupelekewa moja kwa moja katika workshop yake kwa ajili ya kuireview gari hile. Sijui kama na mimi nitaweza kuruhusiwa kufanya hivyo, lakini ni dua zenu wadau. Sultan Hassanal wa Brunei bwana ameshikilia namba 1 kuwa na collection ya magari mengi sana. Sasa hapa huwezi kuyatenganisha, sijui ni sport ni yapi, sijui haya ni yapi, sijui ni yapi. Huyu bwana iko hivi, yeye ana Rolls Royce zaidi ya PC 600. Yes, umenisikia hapo. Jamaa huyu ana, ukiongelea gari zake inabidi uzitenganishe. Ana Ferrari zaidi ya 450, ana Bentley zaidi ya 380. Huyu jamaa ni bilionea, ana magari mengi sana. Lakini gari ambayo iko so interested ni ile Rolls Royce ambayo inaitwa Rolls Royce Silver Spar. Hii ni Rolls Royce ambayo aliamua kuicover kwa gold yote na kutengeneza design fulani ya mwamvuli. Na hii ilitengenezwa kwa nia moja tu ambayo ilikuwa ni harusi ya binti yake. Yes, na haitumiki tena zaidi ya zoezi lile, na alitumia zaidi ya dola milioni 14 kufanya gari hii katika muonekano huu wa gold. Yes, naitwa Jerry. Asante kwa kutazama The Gear. Hii ilikuwa inaitwa Ndinga.